Tumekutana tena kwa mara nyingine tuzungumzie kuhusiana na swala ambalo limejitokeza jana na maamuzi ya bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa Tanzania yani TFF. Jana TFF la kufanya kikao chao na bodi ya ligi. Maana nasema ni bodi ya ligi, lakini bodi ya ligi ni kitengo, ni parte katika shirikisho la mpira, kwa sababu hakuwezi kuwa na bodi ya ligi kama kuna shirikisho la mpira. Shirikisho la mpira ndio linasimamia bodi ya ligi. Sasa sawa, niko hivi. Kitendo ambacho kimefanyika jana kinaonyesha wazi kwamba yale matukio ambayo yanafanywa na waamuzi katika mechi za Simba, kupewa penalty, kupewa yani matokeo yani kosa si kosa, na kwa hivyo mtu kupewa kadi nyekundu pasipo na kosa lolote, ile takriban mechi 10 mfululizo, ile inaonekana wazi ni kwamba ile yani si makosa ya waamuzi, ila ni maelekezo. Utanielewa, buta subra, utanielewa. Ni maelekezo kwa sababu sawa, TFF na bodi ya ligi ndio wanasimamia ligi ya NBC Premier. Wao ndio wanasimamia na wao ndio wasimamizi. Lakini kitendo cha bodi ya ligi na TFF kuvunja kanuni na sheria ambazo wamezitengeneza wao wenyewe kwa sababu ya Simba, hii inaonekana wazi kwamba wao wanaibeba Simba. Sitaeleweka. Tukio hili kama hili la kugomea mechi kutokufika uwanjani, hili tukio liliokuta JKT Queens, wale JKT Queens walikutwa na hatia kama hiyo na wakaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni na sheria. Wai kwa Simba. Hii ina maana bodi ya ligi na TFF na klabu ya Simba ni mkubwa kuliko hivi vilabu. Utanielewa. Kati ya Simba na TFF wa kwanza kutoa tamko kwamba hatahudhuria katika mechi, sawa, hatahudhuria katika mechi ni Simba Sports Club. Na TFF na bodi ya ligi wakatoa barua yao, na miongoni mwa uchunguzi ambao wamefanya, wamesema kutuma wapelelezi wao, na uchunguzi waliofanya wamebaini kwamba Simba haikutoa taarifa popote kwamba inakwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mpaka hapo inaonyesha kwamba Simba yupo katika makosa. Lakini baada ya Simba kutoa tamko lile, wao kufanya uchunguzi wao na wakabaini kabisa kwamba huyu Simba yupo kwenye makosa, lakini kwa sababu Simba ni mkubwa wetu, tukubaliane naye, tukubali mechi kuihairisha, kuipangia tarehe nyingine. Hapo ndo walipokosea. Ina maana wamekubali kuvunja kanuni na sheria zao walizotunga wenyewe kwa sababu ya Simba, kwa sababu ya maslahi yao katika mioyo yao na mapenzi yao katika mioyo yao. Kanuni zinaeleza wazi na ziko wazi na wametunga wao. Na hii Yanga hata kienda popote anashinda hii kesi, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni. Sawa. Simba ni kweli kisheria ana haki ya msingi kwenda kufanya mazoezi walau mara moja katika sehemu ambayo anakwenda kucheza mechi, akiwa yeye ni mgeni katika ile mechi. Sawa. Yeye ana haki ya kwenda kufanya mazoezi katika uwanja ambao atacheza mechi akiwa yeye ni mgeni. Na ikitokea kama Simba hakuruhusiwa kuingia kufanya mazoezi au akagaziwa yani akapata tabu kivyovyote vile, sawa, yani kivyovyote vile akagasiwa yani kivyovyote vile, anatakiwa atoe malalamiko. Malalamiko haya yakitolewa, bodi ya ligi ndio inapokaa chini kwa mujibu wa kanuni zake na sheria ambazo wamejiwekea wenyewe kutunga kwa sababu ya mpira wetu, wakae chini watoe hukumu kwa timu ambayo ni mwenyeji kwa kumzuia timu mgeni kwenda kufanya mazoezi. Kanuni zipo, taratibu zipo, sawa. Hakuna kanuni inayosema kwamba iwapo timu mgeni atashindwa au atazuiwa kwenda kufanya mazoezi basi avunje mechi. Hiyo kanuni hakuna.
mpaka hapa kanuni haiwabebi Simba wala kanuni haiwabebi TFF kwa upuuzi waliofanya. Huu ni mpira. Sawa? Kama ni mpira unateka hisia za watu wengi. Kama viongozi ambao mnasimamia mpira, yatakiwa msimamie katika haki. Makelele yanapigwa mengi. TFF wanabeba Simba, TFF wanabeba Simba. Mnakuja kuadhirishia watu kama kweli nyinyi mnabeba Simba. Sawa? Simba yeye angetakiwa kuiandikia barua TFF. TFF wao wakae chini wafanye uchunguzi na bodi ya ligi kisha watoe hukumu kwa timu ambayo imemzuia Simba kwenda kufanya mazoezi. Na hukumu zipo wazi, zimeainishwa. Ni faini. Pigeni faini alimzuia. Sawa? Sasa kitokea na timu haikufika uwanjani na mwenzake kafika uwanjani, kwa mujibu wa kanuni zilizotunganya nyinyi wenyewe, ni kwamba timu ambayo haikufika uwanjani na ile timu ambayo imefika uwanjani, hii timu ambayo haikufika uwanjani inatakiwa ipewe adhabu timu ambayo haijafika uwanjani. Timu ambayo imefika uwanjani ikimsubiri mpinzani wake afike lakini hakutokea bila sababu zote za kimsingi ambazo kisheria zimeruhusiwa kisheria, huyu aliyefika anatakiwa apewe alama hizi 3 na pointi hizi 3 kwa mujibu wa sheria na kanuni mliotunga wenyewe. Sio, inaeleka vizuri? Sasa hii inashangaza, kwa mujibu wa barua yao Simba hakutoa taarifa popote na wamethibitisha baada ya uchunguzi kufanya. Sasa kama Simba hakutoa taarifa popote, kiburi ama jeuri au nguvu ya TFF kughairisha mechi wameipata wapi? Jeuri, kiburi, nguvu ya TFF kughairisha dabi ya Kariakoo wameipata wapi? Ikiwa kwa mujibu wa barua yao Simba wako katika makosa, hawakutoa taarifa popote. Kwa hiyo hili wanatakiwa viongozi na mashabiki wa Yanga wasikubali kupangiwa tarehe ya mechi nyingine tofauti na jana tarehe 8. Wasikubali kabisa. Yaani wasije wakubali wakaingia katika mtego wa TFF na Simba kupangiwa mechi tarehe nyingine. Wasikubali. Mechi yao na Simba hiyo ndio imeshaisha mpaka mwisho wa msimu ukitaka kueleweka. Yaani hili swala viongozi wa Yanga, Injinia Hersi Said, makamu wa rais Arafat Khan, CEO wa Young Africans, wanasheria wa Young Africans, msije mkakubali kubadilishiwa mechi. Huu utakuwa ni upuuzi na ujinga ulioshuka kiwango 0.000. Zinaelewa kwa sababu kanuni wamezitunga wenyewe TFF na bodi ya ligi, na hao ndio wamevunja kanuni, si nyinyi Yanga ndio wamevunja kanuni. Kanuni zimevunjwa na TFF na bodi ya ligi. Zikiwa kanuni zao ziko wazi, lakini wameamua kuzivunja kwa maslahi ya Simba na wao, kwa sababu ni timu wanayopenda. Guys, msije mkakubali. Cha msingi, stand up for fight your right. Simameni ile haki yenu. Ile mechi jana ligi imeshinda pointi 3 na goli 3 kwa mujibu wa kanuni yao. Kwa mujibu wa kanuni, Simba kapigwa 3 pointi 3 kwa mujibu wa kanuni. Stand up for fight your right, guys. Msije mkakubali. Mamlaka zipo husika ambazo zina mamlaka ya juu zaidi kuliko wao TFF. Hii kesi pelekeni huko, then tutajua nani yupo juu ya sheria ya mpira, kama ni TFF au Simba, kwa sababu Simba wao ndio wamepanga hatuji. TFF nao wakasema it's okay mkubwa, kwa sababu hauji, si tuahirisha mechi, wakatoa barua yao.
ya kuahirisha mechi. Je, mnatengeneza nini kwa mashabiki? Ama mnatengeneza nini timu nyingine? Mnajenga, mnabomoa. Kumbe mmethibitisha kwamba Simba haikutoa taarifa, sio kwa wasimamizi wa mchezo, sio kwa meneja wa uwanja, sio kwa yoyote, mpaka hao wenyewe ambao ni wenyeji wa mchezo hawana taarifa hiyo Simba kufanya mazoezi muda. Sasa kama hawana taarifa na Simba hawakutoa taarifa, na nyinyi mmethibitisha, kiburi, jeuri, nguvu, hiyo power ya kuhairisha mchezo mumeitoa wapi? Nyinyi TFF mna chembe za rushwa, kwa sababu hapo tunaomba hata TAKUKURU washughulikie hili swala, wachunguze TFF kwa makini. Ikiwa wamethibitisha Simba haikutoa taarifa popote na wao wakaamua kuhairisha mechi, swali, hiyo nguvu ya kuhairisha mechi mmeipata wapi? Ikiwa Simba ameamua kugomea mchezo yeye mwenyewe. TFF mnatuangusha. Viongozi wa TFF mnaangusha mpira. Viongozi wa TFF mnauvua mpira nguo. Kuanzia mkurugenzi wa TFF, si ni mkurugenzi, si ni rais wa TFF, mpaka sijui mwenyekiti sijui wa bodi ya ligi, mnatakiwa mjiuzuru. Mmejivua nguo, mmevua thamani ligi. Mataifa mbalimbali yalikuwa yamekaa attention kwa sababu ya kufuatilia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Watu wametoka sehemu mbalimbali. Nyinyi mmekuja mmedestroy, mmekuja mmeharibu, mmevuruga hisia za watu wengi, mmeharibu. Guys, mnatakiwa mjiuzuru. Yanga msije mkakubali. TFF wako katika makosa. Wameingia katika mtego wa Simba. Wamekubali kuingia makosani pamoja na Simba. Tunaongea kama washabiki na wadau wa football. Haya ni makosa. Kwa yoyote mwenye akili timamu atagundua haya ni makosa wameyafanya TFF. Haiwezekani uchunguzi wenu ufanyike na mkajiridhisha kwamba Simba hakutoa taarifa na watu hawajakuwa na taarifa kwamba Simba wanaenda kufanya mazoezi, alafu mnakuja mnahairisha mechi. Kiburi hiyo na jeuri na nguvu hiyo mmetoa wapi? Ya kuzivunja kanuni na taratibu zilizowekwa katika football. Guys, natia mashaka na mwenendo wa Simba. Ibaya hapa tuzungumze michezo. Power vocalist presenter, the best vocalist generation. I go by the name Joe Silva, the best. But don't forget that my name, because she got one, don't forget it all the way. Also, she call me International Swagger Baby. Hapa ni Trend Media, Trend Guitar.